hata maneno ya dini, kufunga kuswali, tutafunga na tutaswali. Na hizo tabia zako inabidi ujirekebishe. Siwezi kukaa na mtu kama wewe. Nitia aibu. Tuondoke mwanangu. Natamba sio? Mama, leo nimemsomea baba dua. Mwanangu, vizuri sana. Unajua Mungu anapokea dua za watoto kwa wepesi zaidi na kwa haraka. Vizuri mwanangu. Wewe unasoma nini? Hivi mume wangu, Ramadhani ya kwanza umekuja umeelewa. Hivi uko nje unatia aibu wewe? Mambo gani haya? Helele, nakaa kimya. Chumba changu sio msikiti. Unaelewa? Mngetaka mawaiza huko, mwende msikitini huko kwa Waislamu wazenu mkaungane nao. Ucheni upuzi. Toka hapo. Acha mtoto bwana. Nimesema toka. Toka. Mkitaka mawaiza simwende huko. Nimechoka bwana mambo mengine. Alia, shoga yangu, unaonaje hali mume wako anayopitia sasa hivi? Hali gani? Analewa, dozi yupo na wanawake. Na kutegemea ni mwezi wa Ramadhani. Yaani Amina shoga yangu, leo inaniuma sana. Yaani so wewe peke yako unaona hali, ananitia aibu hata kwa majirani. Lakini nitafanya nini akishakuwa mume wangu? Inafika tu hata mtoto akitaka kuswali eti anamkataza. Mtoto akienda chuo hataki. Yaani mambo yanohusu ya dini yeye hataki. Hataki mimi ni swali, hataki tufunge. Hivi ni kweli? Anachofanya ni vizuri. Naumia sana. Vipi mwana? Shwari kama kawaida. Mnakwaje mzee? Shwari, mambo vipi? Nasema mweka mwanangu mpaka naanza kusinzia. Unajua tena mitikasi fulani kwa naimalizia hapo ndani. Ndio. Ila kama ninavyokuona hivi, usitaki kuniambia kwanza kama mke wako anakusumbua kuhusu masuala ya na nini ya kufunga na kusali. Hivi mwanangu wewe uko kuniangalia yani. Unahisi mimi mtu akupangiwa? Mimi sipangiwi. Mimi napanga mwenyewe. Sababu mimi ndo baba mwenye kauli na mamlaka katika ile nyumba. Sawa? Sema yeye
na mtoto wake ndo anayetabalizwa hapo za kufunga funga sijui na kusalisali. Wanajifanya wao dini wanaipenda, wanaijua. Yaani kuna wakati mimi najiuliza, hivi kweli hawa wewe wakufunga na kwa hawa? Sasa wao wanafunga. Watu wa Maka na wasemaje? Ushaona sasa? Kama juzi nimekuja mimi, mke wangu kakataa nisimguse. Utaanaita sijui ni najisi sijui. Umeona bwana? Amekufanya nguruwe. Ila ni mwezi wa Ramadhani. Funga, omba, atabadilika tu. Ni kweli unazosema, natumai hivyo, lakini ila uzuri namwombea, na hata Najma pia namwombea baba yake. Basi kama mtoto anamwombea baba yake, jambo la heri, atabadilika. Na kutegemea yule ni mtoto, funga yake inakubalika. Dua za watoto waga zinapokula kuliko hata mtu mzima. Ni kweli shoga yangu. Mungu atambariki, atabadilika. Anatoka kwenye hali yake ya kawaida tu. Natumai la kubadilika yule. Atabadilika tu. Atabadilika maana huko ana moyo wa kumilivu, atabadilika. Nazidi kumwombea. Katamani nimtie bonge la gumi. Sema ule mtoto kwa ananiangalia mdau tankodolea macho nikamwona huruma. Yaani Ramadhani kuna dedeki zake yani nazingua kweli rafiki yangu yani. Sema nini? Yule mtoto amenicheki. Yule mtoto wa juzi yule. Fresh. Usiniambie. Fresh. Oya kabisa. Kanicheki mwenyewe. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Tuondoke ukamuone kwanza. Oya baridi mwanangu mwenzetu. Ngoja kuna dogo nani, kuna issue nichukua dogo fanya chapo afu tuondoke. Oya dakika 0. Chapo kwa haraka mwanangu. Ngoja dakika moja. Oya dakika moja nyingi, dakika 0. Mwana mtoto kamcheki mwenyewe rafiki yangu. Sasa je. Haya ndo maneno haya kumba babake. Oya! Dakika imeisha mwanangu, tuondoke. Huyo mwanangu tayari sasa. Namna hiyo tuweke. Mzetu babake. Tuondoke mwanangu. Wa idha ta'akhkhara matlabun Bismika mutu wa khahia. Sisi malkia Mwenyezi Mungu. Dada Najma, baba yako afunge. Kila mtu ana siku yake kurudi kwa Mwenyezi Mungu. war'i haqqahu wa idha ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dhalika ta'khir kullu al-matma'i. Mimi nimechoka. Kwani unapenda kunitia aibu mwanaume? Embo inuka. Wewe. Jamani muoneni jamani. Embo inuka bwana. Wewe. Kwani aibu wewe? Ramadhani nzima umelewa, watu wote huko wananiambia mmeoka jamani. Kweli? Wewe nani? Wewe vipi bwana? Astaghfirullah jamani. Mungu wewe. Mwenyezi Mungu nisimamie. Embo inuka bwana. Wanipeleka wapi? Jamani, muoneni. Twende nyumbani huko. Si upoje? Twende bwana. Unatia aibu Ramadhani yote jamani, muoneni. Hivyo ni aibu wewe. Wanipeleka wapi? Twende nyumbani bwana, Najma. Hivi unakuwa hivi? يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موالي
Mola wangu, naomba nisaidie nyumba isivunjike. لكن راعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب Zawadi yangu itapotea bure. Nenda ndani, chakula kipo. Umeweza wewe? Usiniambie. Wewe unaweza mambo. Kweli eh? Mtu atanga eh? Ndio. Unajua vitu. Kiboko sio mamba. Usimeona mwenyewe? Au vipi? Hapo ndo unapata kukumbuka kwamba pilipili na sigara kali ipi kali. Pilipili kali lakini inaliwa. Au sio? Sasa watu wanasemaga Tanga. Mimi nilikuwa saaminiki. Kumbe Tanga ndo mambo yako hivi. Tanga raha. Wewe bwana. Ukioga unasuguliwa miguu. Wewe. Unaogeshwa. Acha. Sasa hapo kuna kitu kimoja nataka Najua sasa show nyingine sasa tufanyie hapa. Tutakufanyie mbali. Ndio. Ndio penyewe yani. Hapo ni kujiachia, kujimwaga kwa raha zetu. Kwa raha zetu. Ndio hivyo. Vipi baby? Mbona angalia chini? Jamani kidogo basi. Jamani. مولاك راعي يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي Afu sasa tunakuja sikukuu. Kunulia abaya. Yaani la maana. Yaani mimi napenda. Abaya lile la 80. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك Mama Najma. Najma kwa? Kaenda madrasa. Madrasa?
Ndio wapi? No, mtoto kaenda madrasa. Kwani kuna shida gani? Yaani wewe na umri ule mnampeleka mtoto mdogo chuo. Mnataka wewe mchawi au? No. Maana ndo inavyokuwa au nataka mnamwandaa wewe mganga mwanangu? Maana kikabale wewe ami. Nisikize. Alafu uko kulialia kwako huko, alafu unasema wewe umefunga, mimi nakushangaa kweli wewe. Kwa hiyo Ramadhani ndio nasema bwana, ukifunga kaa ulielie tu. Sasa nakwambia hapa mimi njaa inaniuma, nipikie chakula nile. Unanielewa sijui? Mimi nimekaa hapa nasubiri muda wa kupika iftari. Hivi unajielewa? Mimi iftari nakula na sasa mchana nataka nile. Na daku pia ukipika ninaamka na kula. Mimi ndo mtafutaji, sipangui chakula vyote nakula. Umeelewa? Sasa basi kabla ya iftari mimi njaa inaniuma, nipikie nile. Alafu sasa futari niweke, uji niweke kwenye chupa. Mimi naenda zangu hivi sasa hizi. Naenda kununua miguu ya kuku. Maana nataka mtu Najma yupo. Nikirudi nikuta chakula tayari. Asa jifanye na masikio makubwa, alafu usinisikie. Mume wangu, hivi oni aibu mwezi wa Ramadhani unakumbatiana na mwanamke asiyejistiri barabarani na huu mwezi. Tena mtaa huu. Kwa unapenda kunifanyia hivi? Kwa unapenda tu niongelee vibaya? Kwa unapenda kunikosesha amani? Kwa una shida gani na mimi? Mimi ni binadamu nachoka. Kuna wakati naumia mume wangu, naumia kuhusu wewe, naumia. Mwezi wa Ramadhani wote. Sikiza wewe. Huu mwezi wa Ramadhani ni kwako. Mimi kwangu mwezi wa Joni. Umeelewa? Sasa pika chakula. Sasa ola kunisikute hicho chakula. Ndio utajua mimi nani. Shenzi. Wa ila mawaidi judi maulaki ra'i wa idha ta'akhkhara matlabun fala rubbama في ذلك التأخير كل المطمع. Simu yako imenichanganya, umenitoa baru yani umenichanganya brother, vipi? Unajua mimi ninakupigia simu sababu gani? Siku ile nilienda kwa demo yule. Au sio? Sawa. Nikaenda nikafanya mambo yangu vizuri. Unaona mchana kupe. Ile natoka tu. Mtu yapo. Tena yuko na mwanawe Najma. Tukaonana macho kwa macho. Tunaangaliana hivi macho kwa macho. Nikaona isha kwa session. Ila kuna dakika zake nikaifanya kauza, ni kama simjui, nikapotezea. Kaanza kujilumisha pale, anaangalia juu, sijui anaangalia juu, sio anaangalia bala mwezi, hata sielewi. Shona bwana, akanyanyua mikono akashukuru. Mbona sijui pale, yaani sielewa. Akaondoka zake. Na mimi nikamkomesha nikasema kwa sauti nitamnunulia yule demu abaya. 80, lakini kwani nimejishaua tu. Sinataka nimuumeze roho. Sasa toka juzi hiyo dile wiki kanuna mondani mnaambiwa kila saa nalia tu. Mimi nanikela sometimes nataka nipunzike makelele, yani sasa nifanyeje? Sasa nimekuita hapa. Yaani kiwezekana tuangalie namna gani ya kutatua tatizo. Sema lakini umesikia mwanangu? Kiuhalisia ukifikiria kiundani, uone kama unakosea unafanya. Sawa, lakini yule mkangu wa ndoa, lakini kuna vitu yule mimi na yeye hatuendi sawa. Yaani sometimes mimi nikitaka yeye hataki. Sawa. Kwa hiyo mimi naenda kwa watu wanaotaka na mimi nawapa. Sasa hapo shida iko wapi? Hivi ninapokuambia leo siku ya pili sitaachia rafutano wale adaku. Sasa sio wanakula nini? Sasa ifanyao akawa anataka kufunga. Mwanangu sasa hapo msifungi mkono. Hapo unakosea. Kwa sababu kwanza licha ya kumwachia hiyo pesa ya iftari. Sawa, yule ni mkeo kwamba anakula jasho yako wewe. Kwa hata kama usipomwachia pesa ya iftari, anatakuwa kula, ni wajibu wake kupitia wewe. Umeelewa? Alafu isitoshe, kumbuka ni mwezi wa Ramadhani. Hata kama tuna mapungufu yetu sawa, lakini
kuna vipengele. Kumbuka hata kwenye haki za binadamu unaweza kushikiliwa bwana. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani unajua. Wewe unaona kama sasa hivi unabadilika hivi. Yaani unaonekana kama uko upande wangu hivi. Unajua na mashaka na wewe. Unaona nizunguka nini wewe? Kwanza mimi mkongo nimejampa daftari la dada siku 2, lakini anafuturu na kula dada kwenda anatoa wapi? Oya, nikija kugundua mzee. Sasa, haya na mimi nikuulize swali. Akizo za binadamu na hiyo Ramadhani ndio inaelekeza kwamba wanawake wake za watu wanyima wanaume zao? Zinaelekeza hivyo? Hapana. Sasa mbona mimi nanyimwa? Mara wewe ananiambia unanukia pombe, mara sijui unanukia sigara, sijui mimi. Siku nakumbuka kanikwambia ninatamani nani. Sasa hivyo ndio vitu gani hivi? Ila mimi nataka nimkomeshe tu. Sio kama simpendi, nataka nimkomeshe. Na nimfunze adabu. Leo mimi nitampa ile daftari. Sasa mwanangu, jitahidi kwenye swala la daftari, jitahidi uzingatie. Ila wale mengine nini kama kawaida. Sema lakini wewe mwanangu mimi sikupingi. Wahenga washasema wenyewe kwamba mkaidi afaidi mpaka siku ya Eid. Wao wasubiri siku ya Eid kwa sababu hii Ramadhani anafunga. Siku ya Eid atafaidi. Sema nini mwanangu? Mimi nakuunga mkono kwa sababu ni mwanangu pia. Mpaka wanyoki kwamba wake kwenye rula ni hivi fresh. Sawa. Au unaonaje? Hivyo. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود. Ee Mwenyezi Mungu, mnusuru babangu ili aweze kutoka kwenye mtihani huu, na mimi sitaacha kuswali na kuomba kwa ajili ya babangu. فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع. Umeniacha na majonzi, umekwenda kuwa mbali nami, Georgina wa mama. Oe, chakula kiko wapi? Naongea na wewe, chakula kiko wapi? Wewe unakosa kufanya nini hapo? Umefika hujapika? Maji hamna, chakula hamna. Mwanamke wa ajabu wewe. Kainama. Kinga huyu. Fanya mpango ulete mtoto. Ni wewe mwanamke kula dadeki zako chakula hujaweka. Mjinga. Wewe kubusududia hapo ukuta huu. Kwanza unaanga usiku unaanga mchana. Unarudi kinyuma usiku wa manane. Angalia mambo yako. Sasa natoka lakini wacha mambo yako ajabu. Shukuru ondoka. Umeniacha nalia na majonzi. Na nakufungia usitoke huko. Ona hapo usitoke. Wanangu, wewe unakusikiliza hapa. Sema nini? Wengine vitu kutoka shule pengine tumalize ile fresh yose.
Bila kuchoka. Sasa kumbe vipi? Jamani, ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Vipi umekotanjia? Jamani, ndugu zangu katika imani, naombeni kidogo mnipatie nafasi mnisikilize. Mtume wetu Muhammad anatuambia tukatazane yale mabaya na tukumbushane yale yaliyokuwa mema. Ndio. Jamani, ndugu zangu, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo nilikopo na washauri, vinywaji vikali kama hivi si vizuri kuvitumia katika mwezi mtukufu kama huu. Sasa unajua amini kwamba ongea mambo yako. Ongea kuna point hizo vinywaji vikali achana navyo, sio vya kwako. Sio unazingua. Basi sawa. Wengine masheshe na mwanangu. Basi sawa. Tunafuata kuambia jamani, ndugu zangu, nilikuwa nahitaji twendeni msikitini jamani, tukapata ibada na pia katika funga msikose kuanzia kesho. Mtoto wa nani? Wanae wewe mwenyewe. Na pia atumie vitu hivi. Mapema tu. Vipi kwani? Muonyeshe kwanza. Vipi kwani? Muonyeshe dogo yako. Inna lillahi wa inna ilaihi kwenda. Jikatai. Sasa shehe, wewe muulize kwamba hivi mimi nilivyo mimi naweza kuja msikitini kama hivi. Hapo sasa. Wewe kwanza mkono. Unampa kanzu? Hapana. Kanzi unayo. Unampa kanzu? Aje msikitini? Kuna kanzu ipo shehe. Mvua sampe. Vua mpe. Ipo kanzu. Shehe sikiza. Ndio shanga hizo. Unashangaa nini? Basi jamani, ndugu zangu, mimi naomba niwaache, lakini nawakumbusha baadaye mtakaposikia adhana hapo, naombeni mje msikitini. Kwa tutakaza kwa msikitini wao si namna gani, sio? Ni msiba huo. Nataka tusikae hapa kijiweni. Sheshe na umeaushi. Nataka tutangaze msikitini huko. Watu hapa kikaa sio wanafanya hivi namna gani mtuchalazie. Au sio? Mapepe ule hapo tu anajamchukulia kama mtu mstaarabu je. Vingine kuna watu wachukulia hiyo alafu mwacha vipi kisema mimi nimepita hapa leo, nimeangalia maendeleo yako ya shule mwanangu, ni mazuri sana, ila tu kuna kitu kimoja ambacho kinaniangusha, shuka sana sasa hivi. Yaani mwanzo ulikuwa kwa mitihani yako unakuwa mtu wa kwanza, sasa hivi unakuwa mtu wa pili. Sawa, sio mbaya sana, lakini utakuwa pambana rudi nafasi yako ya kwanza. Kwa hiyo na kuna zawadi nitakuwa nikuandalie kwa sikukuu, siku ya Eid, upendeze. Lakini baba, kitendo cha kufanya juzi sio kizuri. Tendo gani? Unasini, unalewa, Mungu hapendi. Afu sikiza nikwambie. Kwa hiyo wewe umekaa na mamako ndivyo mnakufundishana hivi. Mamako anakupa maneno, sio? Oh, na kagari mimi nazini. Ushakuona mimi niko nazini? Kwa mamako ndo anakuuliza maneno, unazungumza hivyo vibaya mbele ya baba yako. Najma. Jenda ende chuo. Afu wewe. Haya masuala chuo nilisema hivi katika juma yangu. Kwa hiyo kwani una mpango mwanangu awe mchawi? Au unataka mwanangu awe mganga, una mpango huo? Na kunaona sana yani. Hivi, huwezi kuwa na stara hata wa mdomo wako unaongea, Alakwambia chuo nafundisha uanga, uchawi, ushirikina ni nani? Sitaki nitukanie dini yangu. Sitaki ukashifu Uislamu wangu. Mtoto chuo ataenda. Nitamfundisha maadili yale ambayo Mungu aliyeyataka. Na si ataka hatofanya. Na kuomba. Najma chuo anaenda. Kwa hiyo unaifanyia unajua sana dini kuliko hata Waarabu wenyewe dini yao. Maana wao Waarabu ndio wenye dini, lakini wao wanapokimbele mbele kama wewe. Unajitakimbele mbele sana wewe. Kama wewe ndio unalipa ada, jishaue hivyo hivyo. Ila kama ada nalipa mimi baba mtu, mimi ndo mwenye mamlaka. Wewe mnashirikiana tuna mwanae sio? Hamnijui kumbe? Hata subiria. Nitaonyesha muziki huo muziki ambao mjao kucheza mundani. Yaani huo kama muziki huo wanapiga wale watu wanapandisha mashetani wale madogoli yani. Wanacheza huko kwa yani wamekuwa kwa na matope. Ndio muziki nitaupiga huko ndani huko. Lazima mnaone mimi nuksi. Mtaama huko. Hata Mungu nakwambieni. Mtakuja kuona mimi mtu nuksi. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
allama al-insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Fahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mashallah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa? Tahibi. Maana tunaambiwa unapomkuta mtu anasoma Qur'ani katika mwezi mtukufu kama huu, inatakiwa umwache mpaka amalize. Vipi kwanza mumeo yupo? Katoka. Ametoka? Afadhali. Na huu hapa ndo ulikopo ni mguu wake. Hebu niambie. Hivi ndoa yenu ina matatizo gani shemeji yangu? Hii ndoa yenu mnaishiishi vipi? Kwani mmeo akufanyia vitu kama hivi? Yaani mambo anayofanya mume wako yani anasikitisha sana jamii na ulimwengu wote unamshangaa yeye. Kama jana tunaswali tarawih pale usiku, amekuja tukaamika sema alhamdulillah, Mungu ameanza kumnyoosha. Maona ameanza kumpa wepesi, anaanza kuja msikitini. Kumbe amekuja kuiba viatu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaiba viatu? Kaiba viatu. Pea 5 za mashii wenzetu. Pea 5. Amesababisha mpaka imamu wetu yule mkuu ametembea pepo jana. Maona haya yote 9, 10 hii iliyotokea leo asubuhi. Asubuhi shehe mwenzangu anatoka alfajiri pale. Maona kwenda kusafisha madrasa yetu ile pale watu wazima. Anapita pale anamuona kambeba nguruwe begani mumeo. Kambeba nguruwe begani, akaanza kumfuatilia nyuma nguruwe anampeleka wapi? Kumbe anachinja nguruwe mumeo. Maona? Nguruwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alipofikia ni pakubwa sana. Mimi nilipopata hizo habari kwanza nililia. Unajua nililia? Yaani nikasikitika, nikasema kwa nini Waislamu tuwateketea kama hivi? Yaani huyu kijana amemuoa Muislamu mwenzetu na mtoto wake tuko naye madrasa, ni mwanafunzi wetu. Alafu baba anakupa anafanya vitu kama hivi. Yaani mimi bwana nimekeleka sana. Kwa nikuulize kwanza, vipi hajaleta nyama leo hapo? Hajaleta. Alhamdulillah. Kumbe hajakuletea nyama? Hapana. Sasa nakwambia akili moja. Akileta nyama yoyote ndani ya mwezi mtukufu kama huu, usile. Maana mambo anayofanya yeye ni kama Firauni alivyokuwa anamfanyia mke wake. Sasa wewe ndio umekopa mke wa Firauni, alafu yeye ndio Firauni mwenyewe sasa. Kwa sasa hivi Mungu amekufanya umekopa mtu mwema, mwanae pia ni mtu mwema. Kwa hiyo shemeji yangu jiandae, na hata huu mwezi mtukufu mimi nitajitahidi, nitatumia gharama yoyote. Udaku utakuwa nakula kupitia pesa yangu mimi, na leo msikitini njoo usiku nitakupatia daku, maana leo tunagawa daku leo. Umeona? Chakula kwa ajili ya daku. Njoo mimi jina lako nitaliandika, nitakupa wa kwanza tu. Utachukua nyama kilo 2 hapo, japokuwa nyama ni kilo 1, ila wewe nitakupatia nyama kilo 2. Afu hizi zingine nitajua jinsi ya kugawa huko. Nitashukuru sana. Usijali shemeji yangu. Na wewe usiwe na wasiwasi, sio kama nimeongelea kwa mabaya. Na akija wewe nimwombee dua tu, usimwambie chochote niliyokuambia. Umeona? Na siwezi kumwambia, ni mkorofi sana. Mkorofi. Kwa sababu jahili akieleweshwa huwa anakuaga ni mkorofi zaidi. Umeona? Kwa mtu kama wewe tumwache. Mungu labda ndo anavishusha vizazi vyake kutoka katika mifupa yake vikaja kuwa ni wema, watu wema. Ndo kama vitu tunavyomuona Najima. Najima ni mtoto mwema, ila baba ndo hivyo kafiri. Basi inshallah shemeji yangu, mimi ngoja niwahi hapo. Niende nikatengeneze zile speaker zile za msikitini. So ulisikia adhana ya saa 7 hivyo kwa inatoka sauti na kwa ruza. Ile speaker moja mbovu ndo nimepelekea pale fundi Hasani pale anachomelea pale, ndo hata nikaichukua nikaifunga sasa hivi. Nitashukuru sana. Nitashukuru sana. Usio na wasiwasi mimi. Tumwachie Mwenyezi Mungu inshallah. Bwana nikarekebishe wewe. Karibu. Inshallah. Karibu. Uje uchukue nyama. Asante. Nitakuja, unaweza kumtuma Tanajma. Uje wewe mwenyewe inshallah. Sawa, nitakuja inshallah. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي
نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه. استغفر الله. Ustaz. Wewe Najma. Njoo. Sikia mwanangu, nikwambie, usimwambie mtu yoyote, sawa binti yangu? Yaani usimwambie mtu yoyote. Mimi niko najaribu tu. Maki ya mambo baba yako ndo anafanyaga, nikasema mimi ngoja nijaribu kuvuta leo nione na jambo ina la gani. Maki nilimwona baba yako wewe mabucha angulia anavuta. Sasa hii moja akaiangusha. Umeona? Nikasema nijaribu nione starehe gani anayopata baba yako. Kumbe inaumiza, inachanganya hapa. Ila sasa usimwambie mtu yoyote. Sawa binti yangu? Usimwambie mtu yoyote kwa sababu mimi ni ustazi wako na ninaheshimika kabisa katika huu mtaa. Sawa? Sasa tena kingine, chukua na hii hapa hela hii. Itakusaidia pale baadaye. Yeah. Yaani nimetoka Falakoni sasa hivi. Sawa? Chukua hii. Sasa usimhadisi mtu yoyote. Mimi unadanganya kwa pesa, lakini kwa Mwenyezi Mungu hautaweza kumdanganya kwa pesa ustazi. Mambo yashakuwa magumu. Unaondoka sio? Unaenda? Umesikia? Umesikia kukwambia? Yaani mimi nahitajika nikwambia nipe, unanipa. Sio unanipanga pangia unavyotaka wewe. Wewe bwege nini wewe? Lakini mimi wangu nilikwambia kwanza, ngoja kwanza nifuturu. Kufuturu maana yake nini? Mimi nimelipia sala kufuturu. Mimi sitalipia sala muda wote nikitaka. Unaweza kusio. Unataka kujua sio? Ya nafsu in lam tafari la tadza'i wa ila mawaid judi مولاك ارعي يا نفس إن لم تغفري لا تنسي. Umesai sasa hii inatoa fundisho. Ole wako siku nyingine. Nikwambia fanya fast gani? judi مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب Ona nini hapo? Naona kuchanganya na mama yako sio? Unini hapo? Kila siku kutunyanyasa, tumechoka. Wewe nini mkunyanyasa naye? Unaungana na mama yako sio? Sasa nisikizeni nyinyi mbwa hili mnaoshirikiana msoko na mikia nyinyi sio? Yaani wewe kama utaendelea habari zako hizi muda si mrefu nakupa talaka kwenu. Na mundani kwangu leo nyamlani. Nachoka jamani, kila siku sisi tunanyanyasika. Choka.
Mama, kwa nini tusiondoke hapa? Ona matatizo watu tunayopitia. Mwanangu, na tusikate tamaa, au tusimkatie baba tamaa. Mimi na imani ipo siku babako atabadilika. Kwa sababu hata kama nikisema nichoke, kuna moyo unaniambia usikate tamaa, atabadilika tu. Mimi naomba tumombe tu Mungu. Mimi atabadilika. Na mimi sitaacha kumwomba baba dua. Sawa mwanangu. Mungu, naomba tusikilize basi, sisi waja wako. Mimi naomba mume wangu abadilike, mwanaume wa kawaida. Mbona tunapopata shida? Mama Najma. Wa alaikum salam. Kaifa? Mashallah. Mashallah. Yaani umependeza kweli kweli Mama Najma. Shukrani shehe. Yaani umevaa ile Kiislamu kabisa. Vipi somo? Tunaendelea nayo. Alhamdulillah. Ukatokea wapi shehe? Hapa bwana, nilienda pale kwa yule mtoto wa mzee Mjumbe bwana. Yule mtoto anasumbuliwa na mashetani. Mashetani? Kwa nikaitwa kwenda kumsomea dua. Mashetani na Ramadhani yote hii? Bwana we, mimi nimeshangaa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni msiba mkubwa shehe wangu. Sana. Unajua Mungu bwana ametuleta duniani na watu wenye elimu kama sisi ili tuwe ni kama wakombozi kwa watu wasiokuwa na elimu. Kabisa. Lakini sasa Mama Najma, mimi bwana leo bwana sitakuletea daku. Ila nahitaji nikupatie pesa ukanunue mwenyewe daku unayoitaka wewe. Shehe, unanifanya mpaka nikikula niona kuonea haya. Usinionea aibu mimi. Hapo natakiwa uchague sasa Mama Najma, kati ya mimi ninayekupatia pesa ya halali na mmeo anayekupatia pesa anauzia kitimoto, mara kawakaba watu huko, mara kaiba viatu vya msikitini. Unatakiwa uchague sasa. Bwana mchukua bwana. Asante bwana. Wewe usina wasiwasi. Asante shehe. Usiwe na wasiwasi. Sasa Mama Najma, mimi kuna jambo moja bwana nilikuwa natamani nikwambie. Maana usiku wa leo niliamka nikaswali rakaa zangu 2, nikamwambia Bwana Mwenyezi Mungu, naomba unipatie mke aliyepo mwema, na ninakuomba ninapokwenda msikitini kuswali, kabla ya kwenda kuswali, njiani nikutane na huyo mke mwema, unifanyie maono. Sasa nimeshangaa na muda wa swala umekaribia, kila ninapopita sijaona mke mwema. Kila ninapopita sijaona mke mwema. Na Mwenyezi Mungu anatuambia niombeni niwape. Nashangaa napita hapa ndo nakuona wewe. Tena umevaa vizuri, umependeza. Kwa hiyo bwana, nikiangalia unanifaa kabisa uwe mke wangu. Unajua kwa unakosea. Mimi ni mke wa mtu, tena mke wa halali. Na mume wangu unajuana. Haitakuwa picha nzuri. Najua wewe ni mke wa mtu, lakini yule mumeo kwa misingi ya dini ya Kiislamu, jinsi mnavyoishi, yule sio mumeo tena. Kwanza afungi, wewe unafunga. Yeye anakaba, wewe ukabi. Yeye anavuta mibange, wewe uvuti. Mumeo sasa hivi anauza kitimoto. Juzi kalewa watu wamemsachi, wamemkuta mpaka ana milungi katika mifuko yake ya suruali. Umeona? Kwa hiyo unatakiwa upate mume mwema kama mimi. Alafu ule mumeo unaambiwa anaingia mpaka kanisani. Umeona? Mumeo yani amekopo ni mlokole kabisa kwa sababu ya kuuza kitimoto. Naomba kwanza hizi mada kwanza tusifupishe. Mimi ni mke wa mtu. Na kingine labda nikae nifikirie, tuongea baadaye. Sio na wasiwasi. Tena kingine, habari nyingine, pale nimekuta na mjadili msikitini.
wanahitaji mimi ndio niwe imamu wao mkuu wa msikiti. Maana yule imamu wetu sikasafiri. Kwa hatorudi leo. Ameenda Maka. Kwa sasa mimi ndio nitakuwa imamu wao pale. Kwa sasa itakopo vizuri wewe ukiwa mke wa imamu. Mimi kwa sasa niko na nyumbani. Vitu vingine tutaongea tujaje. Basi tuongozane. Kweli Manajima, mimi nakupenda sana. Achana mmeo huyo anauza kitimoto. Yule ni mwizi kafiri mkubwa yule. Asalamu alaykum. Sasa Manajima, na kuomba ujitahidi leo sana Najima aje msikitini. Maana leo tuna darasa maalum kwa ajili ya watoto. Sawa, sijali. Aisha. Alafu sio sasa na kuangalia jue. Hizo habari zako hizo. Wewe mke wa mwanangu mimi aje msikitini. Usangapi usiku uje kufanya nini? Wanakuja kumbaka vipi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shaka neno. Hivi wewe unajua ni kiasi gani nilivyokuchoka? Nimepata taarifa zako huko nilipotoka. Wanae kanisani sasa hivi unaingia. Sio kanisani tu, una tabia kuiba viatu misikitini. Yaani unanitia aibu. Kwanza mimi na marafiki wenye dini, tuna madrasa kina mama. Watu wote wanakuzungumzia mlangu vibaya. Wote wanakuzungumzia mlangu vibaya. Najisikia vibaya na mimi naumia. Wewe ushe rafiki yako. Unaona rafiki na ushe sio? Kwa sababu umetoka guesti, mmepangana, mkija hapo nimefunga, unaingia kanisani, na unakupanga mimi naingia kanisani. Nikiingia kanisani kuna shida nini? Sina kumwabudu Mungu pia. Au kanisani yupo Mungu. Nimekuchoka. Yaani kwa sasa nimekuchoka na itafika stage. Nikisema basi ujue imeisha. Kwa hiyo ule shehe rafiki yako. Kwa hiyo sasa mnakupata Mungu. Msikitani sio kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu msikitini ndio peke yake yupo. Yaani sasa mnachukuana mnaenda zenu guesti, mnapangana huko kijapo ajishawashawa sio? Kumbe unijui wewe. Kila siku unasema kwa maneno, lazima siku mtafanya kwa mfano. Mtakuja kufanya balaa kwa majirani wote nyinyi mtanichukia. Majirani watafunga milango siku 3 mwafungui mtu. Balaa ndio alifanya mimi. Itakuwa kama kipindi kile mmejifungia ndani, kipindi kile kilichotokea kile. Mkajifungia ndani nitakirudia tena. Peke yangu ndio sasa hivi nitakifanya. Au sio? Basi mimi nitaanza na ule shehe kwanza. Nitaanza naye yule nitasema naye. Hapa nasema na kwenye nitema na mke wangu. Hapo nasema wenyewe mmefunguliza. Kwa sababu atembaje na mke wa mtu ajiamini barabarani. Yakatazama ndio shehe. Na unatembaje na unajua mke wa mtu unatembaje na mwanamume mwingine. Mchana kweupe kuwafanya wewe. Ngoja nije huko. Wewe unajua mimi nani? Ajui kama nimechanganyikiwa. Unaweza nimechanganyikiwa. Hivi mume wangu, huoni kama unanitia aibu? Huko mtaani kote taarifa zako nazipata. Unasemaje wewe? Wewe mpumbavu nini wewe? Kati ya mimi na wewe anayejua dini nani? Naomba ukome kuniambia habari kama hizo. Lakini mume wangu, huu mwezi mtukufu wa Ramadhani unanitia aibu huko nje. Hivi una akili wewe? Mwache mambo ya kijinga. Wewe ni mwanamke. Upo chini yangu mimi, hata dini nasema. Na hii yote nimefanya hivi kwa sababu usiku hujapika daku. Tena kwa taarifa yako, nenda dukani ukanunue unga. Unaamua kunishtakia kwa Mungu, si ndio?
Sasa sikia nikwambie, mjinga mkubwa na usirudi. Pumbavu. Tena bora tu hivyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Ni vipi hapa? Mko mnafanya nini? Tulikuwa tunakusomea baba wewe dua. Mmetumwa? Mungu, ulikuwa katika hali mbaya. Nataka kuniloga sio? Ulikuwa unaweseka. Unajua niliogopa mzio. Mungu wangu, asante Mungu. Nataka kuniua. Naji, mambe beba maji. Nangu. Asa kwenda wapi? Mama, dua tulomsomea baba, Mungu ataipokea. Sawa mwanangu, nami na imani hivyo. Kamkubwa. Kamkubwa hapo nyenye umekaa hivi umejisahau hapo nyenye. Jana imetokea shoti kibao yani. Jana masela wamekula mbele hapo, wamechukua flat kama 3 ninapokuambia kamkubwa wangu. Yani hapo nyenye ni wadudu kibao hapa, leo sishatembea doka kama 3 ninapokuambia mjomba wangu. Ausa wakamkubwa vipi ndugu yetu? Mbona kama hivyo kamkubwa na kuongelesha ile mawazo kibao nini? Au umekuja kunichela nini hapa maskani au si? Kuna kama hivyo kamkubwa unaleta upigili au umekuja kunichora nini maskani? Mbona na kuongelesha hapo hivyo kimya? Sikia mwanangu. Acha mimi ninge nyumbani. Au si? Ninge. Hapo hapa na vipi?
We kinga. Sema baridi kubwa. Hapo nje utawala unaenda nayo baridi. Sije maskani kama sungusungu hapo nje utaacha ndala mjomba wetu bwana. Muda unachanganya tumeshachanganyikiwa na kuja kuleta usungusungu maskani. Siku kama nyinyi siku nyingine nilikuwa na shamba kama nyinyi na wakimbiza. Huku msije bwana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mume wangu, umekuwa mume bora, unanijali, unaswali. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Mke wangu, naomba niusie nafsi yangu, pia nikuhusie na wewe mke wangu. Mke wangu, nimefanya makosa makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na hasa mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Niko nafanya naenda kuswali, lakini nikitoka hapo navuta sigara. Umeona? Makosa makubwa niliyomkela Mwenyezi Mungu. Pia nimejikuta nimekuwa sio kiongozi mzuri kwako wewe mke wangu. Maana kuna muda nimejikuta kabisa nikopo napotea. Ila nashukuru Mungu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kutuhusia, anasema atakiwa tupambanie mwisho mwema. Kwanza kabisa mke wangu, naomba unisamehe. Lakini pia nakusifu mke wangu, wewe ni mwanamke kijasiri sana, uliyeweza kuvumilia mapungufu yangu na ukaniombea dua mpaka na mimi pia nimenyooka. Nilikuwa navuta sigara, umeona? Nimejikuta mke wangu na kupokea na kwambia unipikie chakula. Yaani nijikuta tu natumia ubabe. Nilikuwa nashindwa kuongoza mke wangu katika mazuri. Mke wangu, huu ni mwezi mtukufu, unatakiwa tufanye mambo mema sana. Huu ni mwezi wa kuchuma. Na tukiangalia sasa hivi tunatafuta Lailatul Qadr. Hakika wewe ndio mume wangu wa zamani, nilikuwa nakufahamu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ila nakuomba kitu kimoja mke wangu. Tusiache ibada. Tusiache ibada, tusiache kufunga. Tena hata vile viungo ambazo nilivyokuwa sijavifunga, mimi nitavilipiza vyote. Hapa naomba mke wangu, mimi na wewe tuongozane. Twende msikitini. Leo ni siku nzuri ya Ijumaa. Siku iliyotabiliwa kiyama. Twende msikitini mke wangu, tukamwombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi juu ya ndoa yetu na kuhusiana na maisha yetu. Angalau tujalie tupate mwisho mwema. Nisamehe kwa yale niliyokosea. Basi inshallah. Nashukuru sana. Twende msikitini mke wangu. Bismillah. Mashallah. Kwangu ni raha, bila yeye sijiwezi. Niombe nini kwa kama sio mtetezi? Mbona unanishangaa kama umekutana na jini? Ni mimi. Kama uamini niguse, maana mzimu hauna nyama na mifupa kama yangu mimi. Utanitoboa, inatosha. Umeamini kani mimi? Vipi lakini mwanangu, kama kaida? Mimi hizo sio zangu. Naambia asalamu alaykum. Halo. Sema sawa mwanangu. Unajua nini? Kuna issue moja hivi nini nisha seti mchongo tayari, yani nini ni uhakika kwa kama vipi tukapiga fiesta mwanangu. Yaani wewe paka leo hii unaanza mambo ya kishenzi. Aise, badilika. Mimi sio yule ambaye unanifahamu. Mimi sasa hivi nimeamua kumrudia Mwenyezi Mungu wangu. Alafu unafanya mambo yanda na mwezi wa Ramadhani wewe. Tena katika 10 la mwisho. 10 la mwisho. Unaelewa maana 10 la mwisho wewe? Mashe na wanadhuoni 10 la mwisho nashinda misikitini. Wewe unataka enda getu na mtoto wa watu? Kweli? Kwa mwanangu umekuwa ustadhi. Yaani ile darasa unatoa mawaidha nini? Nimebadilika. Mke wangu kanibadilisha. Na mimi nimeona kule nilipokuwa nilikuwa napotea. Hii ndio njia sahihi. Alafu je, wewe binadamu?
uwe ni kitu kidogo sana. Mwenyezi Mungu anaweza akafanya chochote atakacho muda wowote ule. Umejiandaa vipi huko unapoenda? Dunia sikuchanganya wala sikudanganye. Unanielewa sijui? Mwanangu, hivi una akili timamu kweli? Au umechanganyikiwa? Kurudemu kwako ni kuchanganyikiwa? Basi sawa, kama ndo hivyo. Kwanza, huyo mgeni kana nauli shilingi ngapi? Amekula vocha. Amekula nauli. Afu ni mwache vivi. Zaidi ya 5,000. Yaani 5,000. Ndio ndio kumfanya mtoto watu vibaya. Twende msikitini. Waumini watakuchangia, utapata zaidi ya 5,000. Mimi nitazungumza nao. Alafu wewe unamwachaje mtoto wa watu ghetto? Ikawa mtoto wa watu akifa ghetto unafanya nini? Utakwenda kuuza ajira. Mimi nilichokuambia ndio hicho. Kama umenielewa haya, usiponielewa pia sawa. Leo ni kijana mwenzangu. Jiangalie. Mtume kwangu ni wala Ayo Mungu wewe. Da! Kwani unambadilisha umtakaye.